Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika star wako kitani kwako, mambo ya kiburudani zaidi ndani ya Asili Yetu TV. Tupo katika upande wa kiburudani zaidi, tukiangazia na kutazamia waandaji na watangazaji, pia bila kusahau wasanii tofauti tofauti siku ya leo. Karibu kwa siku ya leo ujue kwamba nipo na nani, lakini shukrani tu kwa Hombolo Wine ambao wanaendelea kutupa mkono kuendelea kuvimba katika upande wa mtani kwako, lakini bila kusahau EFN Lodge, wakali wa kuandaa makazi na malazi bora zaidi unapokuwa katika mji wa Njombe, bila kusahau Shizia Veterinary Center. Hawa pia ni wataalamu wa kutoa huduma ya mifugo pamoja na mahitaji yake yote, ukianzia vyakula, tiba na vingine ambavyo vinahitajika katika upande wa mifugo. Siku leo star wako kitani kwako tuko naye director ambaye anafanya vizuri katika uandaji. Tunaposema director ni muandaji wa video na filamu kwa ujumla, lakini vyote ni katika kuhakikisha kwamba anakuletea kazi zenye ubora. Niko naye director Sniga. Nataka nipige naye mastori ili kujua nini tunapata, lakini pia uandaji wa filamu hizi au video hususan kwa wasanii wa muziki, lakini bila kusahau wasanii wa filamu. Yote anafanya. Tuko naye director Sniga. Mambo vipi kaka? Bana, fresh kabisa. Uko poa? Niko poa. Mambo yanaendaje? Of course mambo yanaenda poa kabisa kama unavyoona. Na shughuli tu sisi kama madirector, kazi tunazidi kwa manazo, nazidi kufanya kazi nzuri kila kukicha. Asante. Director Sniga, kama tunavyokuita, hususani wengi tunavyokufahamu, lakini tunataka kujua jina lile ambalo liko kwenye vyeti Sniga. Sniga. Wengi wameshazoea kuniita director Sniga, lakini majina yangu halisi naitwa Regnard Paulo Wela. Ni majina matatu kabisa kwenye vyeti. Regnard Paulo Wela. Okay. Wela kama unavyojiita, tunatumia la mwisho, jina la tatu mimi si Wela. Asante. Mtazamaji, tuko naye Mr. Wela na tuko naye kwa ajili ya kuangazia utengenezaji na uandaji wa video au filamu. Niko naye. Basi ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Tuko naye director Sniga. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Asili Yetu TV ndani ya star wako kitani kwako. Mwanzo mpaka mwisho, naamini kwamba tutaenjoy vizuri. Tuanzie hapa kwenye uandaji wa video. Vitu gani ambaye kwanza tunazingatia mtu anapokuja kwenye maandalizi ya video? Lakini pia tunapenda kujua historia yako kwa ufupi, labda umeanza kuandaa video mwaka gani mpaka sasa tujue kwamba experience yako ina muda gani kwenye kazi? Kwenye kazi mimi hapa na muda mrefu sana. Yani katika watu ambao wabobezi kwenye hii tasnia ni pamoja na mimi hapa. Nimekaa kwenye hii tasnia kwa muda mrefu, almost na miaka mingi, tokea 2012 mpaka sasa hivi. Tokea 2012 mpaka sasa hizi. Kwa na miaka mingi sana kwenye hii tasnia. Kwa na miaka kama 23. Kitu kama. Hongera. Na koma kwa kweli. Wana miaka 23 sio mchezo. Tunataka kujua sasa hii product unaifanya au hii career yako ya uandaji wa video pamoja na filamu, nasema ni mbali na kipaji, kwa sababu tunaamini kwanza una kipaji, lakini mbali na kipaji tunataka kujua kwamba ulisomea au ni kipaji chako tu umekitengenezea mazingira ukakiendeleza katika mwendelezo wa practice, nasema. Kwanza naweza sema kwamba sijai kuingia darasani nikasomea masuala haya. Mimi tokea niko sekondari. Tokea niko sekondari nilikuwa napenda sana sanaa. Nilianza na sanaa ya kuimba. Nikatoka hapo nikaja kwenye maigizo, toka kwenye maigizo nikahama nikaja kuwa mwongozaji. Ninaposema mwongozaji ndio director. Director ni mwongozaji. Kwa hiyo mimi sijai kaa darasani nikasomea ya mambo. Nilivyomaliza tu form 4 nikaanza sasa kuungaunga sasa jinsi ya kutengeneza video kwa kutumia hizi local cameras. Kipindi hicho tulikuwa tunatumia DIV camera. Siku hizi DIV watu hawezi kuzielewa zile kamera za DIV. Nilianza kule, lakini nilikuwa sio professional sana kivile. Nilikuwa natumia program za zamani pia kueditia hizi video zangu, lakini kadiri miaka ilivyozidi kwenda nikawa nazidi kujiupdate mpaka sasa tunatumia program kubwa ambazo dunia inatumia hizo program. Tunataka kujua kwamba jinsi teknolojia inavyozidi kwenda, vifaa huwa vinabadilika kulingana na miaka inavyosogea. Hizi elimu kulingana kwamba wewe elimu ya darasani hujapata, elimu za matumizi ya vifaa hivyo unaipataje sasa?
Kikawaida mwenye nacho uongezewa. Yaani kama una talent unavozidi kufanya shughuli ile pale, kama kuna vitu vingine ambavyo vinahusiana na ile talent ambayo unaifanya, basi hiyo utazidi kuongezeka. Siku hizi kuna masuala ya mitandao ya kijamii. Ukiingia YouTube, ukiingia pale, ukitafuta tutorial ya jambo fulani, kitu chochote kile pale unaweza kujifunza kwa Google kule, ukasoma, ukaelewa. Ili mradi tu kama kile kitu wewe unakipenda. Always kama kitu ukipendi, hata ukienda ku Google mtu akikuelekeza huwezi kuelewa. Ila kwa mtu ambaye unapenda kile kitu kwa sababu ni hobby yako, ukiingia YouTube au wapi ukapata ile elimu ya kile kitu kipi ambacho kimeingia kwenye tasnia yako, inakuwa rahisi zaidi ku adapt na kuweza kukielewa ili kuweza kuwa mbunifu zaidi kwenye kazi yako. 2012 mpaka ikafika mahali sasa tunataka kuanzia ambapo umeona ndo rasmi umekuwa Wela Sega. Kwamba ukaanza kutoa vitu ambavyo sio tu vya kitaifa, ni vya kimataifa. Professional. Yes, ni hapo hilo swali zuri kwa sababu unaposema nilianza 2012 sio kwamba ndo nilianza tunakuwa maarufu, no. Kipindi kile nilikuwa kwenye zile hatua za utoto kwamba napenda hii kazi na unga na nakuwa natamani kufanya kitu lakini nashindwa kufanya kitu kizuri kwa sababu ya pesa sina, vifaa sina, nilikuwa ni mtu wa kuunga lakini nilikuwa natamani sana kufanya vitu vikubwa. By then kazi yangu kubwa ambayo naweza sema kazi ambayo mimi mwenyewe nilikuwa niko proud of ilikuwa ni 2016. Yaani 2016, 2017 hadi sasa. Pale ndo nikawa kidogo nimeiva. Ila ukizungumzia 2024, 25 hapa sasa hizi huko ndo balaa. Tunataka kupenda kujua pia kazi yako ya kwanza ambayo uliifanya ukasema sasa hapa mimi nimeiva. Kazi yangu ya kwanza ambayo nilifanya kipindi hicho nimetoka Dar es Salaam nimekuja Njombe. Kazi yangu ya kwanza kuifanya ilikuwa nyimbo ya Kaisari. Nilifanya nyimbo ya video ya Kaisari lakini pia nilifanya ya Raiza Stadia. Kaisari alimshirikisha Raiza ambao nilifanyia Makambako pale panaitwa Surprise Beach. Wimbo ulikuwa unaitwaje? Ni unaitwa Bado kitu kama. Unaitwa Bado. Utakuta huko YouTube na ni hit song. Alijitahidi ile dogo kwa kipindi hicho ndio alikuwa na trend, anafanya vitu vizuri. Liza pia ndio alikuwa ana jina kubwa kwa katika mkoa wetu. Na ndio nikafanya hiyo project pale Surprise Beach Makambako. I mean it was so amazing. Japo nilitumia kamera ya kawaida lakini kwa uwezo ambao nilitoka nao toka Dar es Salaam kule kwa sababu nilikuwa nimeshare ideas na directors kibao waliokutangulia yes, hata wakubwa sasa ni labda nikuibie tu ya chini ya carpet ni kwamba Ivan Hanskana wote tulikuwa tunakaa nao sehemu moja, mtaa mmoja. Tulikuwa tunakaa nao mtaa mmoja na tulikuwa tuna hustle. Nakumbuka tulikopo tumekaa Kigogo pale, tulikuwa tumekaa pale, kuna jamaa mmoja yuko pale Dar es Salaam, hajaitwa boy yule jamaa, alikopo na program, kila aina ya program unaifahamu wewe. Kuna siku Hanskana alikuja kumomba program yule jamaa. Yule jamaa alimbania ile program, hakutaka kumpa. Alimkatalia kata, alimbania tu. Yule jamaa alikuwa hakuishi sana Tanzania, alikuwa ameishi sana nje huko. Kwa alipokuwa ametoka kule kuja Tanzania, alikuwa tayari na program nyingi sana. Akaja kuomba. Sasa yule jamaa sasa kipindi hicho mimi ni mtu wa mtaani tu Hanskana. Sasa nimerudi zangu huko, nimekaa baada ya miaka kadhaa nakuta tayari kashakuwa maarufu. Kwa kipindi ambacho Hanskana anakuwa na mimi ningesema nibaki Dar es Salaam, basi ningekuwa mkubwa zaidi. Ningekuwa mkubwa zaidi. Hata hivyo sikukata tamaa. Baadhi ya madirector ambao walikuwa nakaa kule Dar es Salaam wakaja Njombe pia kama director Chris. Alipofika akanikuta, akaona anafanya vitu vizuri sana. Umeona Akasema mdogo wangu una kitu kikubwa sana, naomba nikuongezee jambo. Akaanza kunifundisha vitu vizuri tena vya kule mjini. Kwa hiyo akanitrain, akanifundisha, akanipa baadhi ya program vile rangi hizi nini, ndo zikanifanya mimi nibadilike kwenye game mpaka nikawa mkubwa. Hebu tuje kwenye upande sasa wa ufanyaji kazi wako. Anapokuja msanii au awe wa muziki au wa filamu. Kipi sana unaangalia zaidi kabla hujaanza kufanya kazi ya uandaji au uongozaji wa video? Blaza, katika kazi yetu sisi ili ufanye kazi nzuri, kwanza angalia budget ya msanii. Angalia budget. Kama msanii ana budget nzuri, fanya naye kazi. Ila kama ana budget ndogo, itakupa changamoto kwenye kufanya kazi.
kwa sababu msanii akikuandalia budget nzuri hata wewe pia unaifanya kazi, vifaa ambavyo vitatumika vifaa vingi na vya gharama na vyenye uwezo kuchukua picha nzuri yenye quality nzuri zaidi. Lakini akiwa na low budget, sidhani kama utampambania kwa asilimia zile. Ndio utafanya video, ndio utafanya project yake, lakini utaumiza kichwa. Msanii kupatia budget kubwa, wallahi mimi nakwambia utapambana kwa kila namna kuhakikisha kwamba video yake, kwa sababu amekupatia hela kubwa, utahakikisha video yake lazima itoke poa. Kitu cha kwanza budget. Asante. Tuna wasanii wa aina mbili ambao huwa wanapenda sana kukutumia wewe. Tunasema wasanii wa filamu na wasanii wa muziki. Haijalishi ni kwaya nini, lakini ndio muziki wenyewe. Unadhani ni wasanii wapi ambao au kundi lipi ambao kidogo wanajitahidi kwenye upande wa budget kati ya muziki na filamu? Sala kichokozi. Bwana Bongo Flava hawana hela. Bongo Flava bwana kulialia kwingi, kuombaomba sana. Wasanii wa gospel huwa wanajali sana kazi zao. Wanaziheshimu sana kazi zao. Na ndio maana kwa wanazipambania sana kwenye malipo. Unakuta anakupatia pesa nzuri sana msanii yote wa gospel. Lakini Bongo Flava bwana ndugu yangu, huko bwana huko changamoto. Wanalia sana wanalia mno. Yaani analia mpaka unamuonea huruma. Inabidi tu msaidie hivyo basi maisha yaende. Tunataka kupata picha tu kwa yule msanii ambaye kwanza anakutazama, Director Sniga, kwamba angalau kwa mara ya kwanza kama hajawahi kufanya kazi na wewe, basi budget yake ikiwa chini sana isipungue kiasi gani? Siwezi kutaja budget ya chini kiasi gani. Ili kazi iko hivi. Licha kwamba kuna issue ya budget, lakini kuna kitu kinaitwa script. Lazima nijue msanii ameimba nini kwenye wimbo wake. Wewe kama umeimba mapenzi, basi nijue vitu gani vinahitajika kwenye mapenzi. Kwenye video yako itakosti shilingi ngapi. Wewe kama umeimba kwa mfano wewe unaweza kaimba maisha magumu. Mimi najua video yako haiwezi kugharimu mambo mengi sana. Sasa kuna mwingine anaimba kama ama boss na miliki Ferrari huko Njombe hapo, na miliki sio gari ya kifahari, sio nyumba kubwa, sio na nini. Kwenye video vile vitu tunavipata wapi? Tunavipata wapi? Unamuuliza una budget ya shilingi ngapi hivyo vitu ulivyoviimba? Blaza unajua tufanye hivyo vyote vile tu video itoke. Kwa script, nikishakuwa na script ya kile ambacho msanii amekiimba, inakuwa rahisi kwangu mimi kumwandikia nini budget ya video yake. Kama mimba simple basi jua gharama hizo zikuwa kubwa. Hebu tuje kwenye game letu la Njombe, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba wewe upo Njombe, of course kwamba ndio mtu ambaye kazi zako unaziangalizia zaidi kutokea mkoa huu. Ndio. Msanii gani ambaye alikuja na nyimbo alafu ikakupa changamoto sana kwenye kuifanyia video kwa sababu ya budget? Yani kwamba nyimbo ilikuwa inahitaji budget kubwa, alafu ukiangalia kwa hiyo ikakuwa ugumu sana hata kuitengenezea, hata kama ulifanya basi ukaamini haujaitendea kwa sababu ilikunyima budget. Siwezi kumtaja jina, lakini jua tu kwamba kuna msanii alikuja changamoto. Lakini mimi always kuna sometimes nikionaga msanii amefanya kazi nzuri pia, hata kama ana budget ndogo, huwa nampambania sana, kwa sababu huwa naamini katika kile kitu chake kizuri, basi na mimi kinaweza kanisogeza sehemu fulani. Sio kwamba msanii akiimba vibaya, akiimba vizuri basi na wewe hana hela na wewe basi umfanyie kulingana na budget yake, no. Sometimes unaangalia kitu mbona kama kizuri. Yani hata kama hana hela kabisa, bora ukajitolea ukafanya, lakini ile jambo likafanya nini? Likaenda, kwa sababu likienda likanipa advantage kwa watu wengine ambao wataona ile project. Na always kazi ikiwa nzuri, director lazima niumize kichwa kufanya kazi toke poa, video hiyo hot. Tumekuwa na wimbi la wasanii wengi wa kibongo Flava hususan wa mkoa wa Njombe. Sasa hivi tunaamini kwamba maisha yanaenda kidijitali. Na kama unataka kuwekeza, wewe ni msanii unataka kuwekeza kwenye muziki, basi lazima uangazie zaidi kwenye upande wa video. Kwa sababu tunataka kazi bora ambayo itachezwa kwenye vituo vyote vya TV kwa lengo la kukupromo wewe na kukupa platform ambayo utajulikana zaidi. Kabisa. Baada ya wasanii wengi kugundua hilo, sasa wasanii wengi wamekimbilia kwenye utengenezaji wa video holela, tunasema, bila kujua kwamba afanye na director gani. Of course sio lazima afanye na Sniga, lakini Sniga unaweza kawa mwanga wewe kuambia basi afanye na nani na nani, ili au atumie viwango gani na vigezo gani kupata kazi bora. Kuna watu wanatumia paka simu. Mimi nataka niongee na wewe kama director. Vipi upande wa simu aina gani ambayo inaweza kawa nzuri mtu akasimama naye kama director, au hata wewe ukasimama nayo ukashoot video ambaye ukaileta kwenye jamii, tukasema hii amefanya director Sniga, ila kwa kutumia simu?
Kwanza hakunaga kufanya kazi na simu ni kuharibu kazi. Hakunaga simu ambayo ina uwezo kufanya video. Sikatai, kila simu inaweza kushuti video. Lakini ukizungumzia project, hakunaga simu ambayo inaweza kufanya. Ndio zimetoka iPhone, zina quality, lakini sio quality ile ambayo ya kwenda kuangalizia ambayo ni Full HD. Umeona? iPhone anafanya video, lakini sio official videos. Tunataka kujua kuna utofauti gani kati ya video ya simu na video ya kamera, yani kwamba simu inaonekana vizuri. Kuna kitu kitaalam, kuna kitu kinaitwa pixels. Pixel ndio video. Simu ina pixel ndogo sana. Jiulize, umeona kwa mfano simu yako? Hii lens yake umeona kalivyo kadogo? Ni kadogo. Lakini kwa nini kamera ina lens kubwa? Ina lens kubwa kwa sababu ya kufunguka na kujaza picha. Hii haiwezi. Hii itakupatia video ya kuangalizia kwenye simu hii. Yaani unashuti video ya kuangalizia kwenye simu, lakini bado haitakuwa na quality ile ambayo kwenye kamera unaweza kuipata. Kamera ni kamera. Yaani kamera ni kamera. Na ndio maana utakuta hii simu gharama yake, hii simu peke yake unaweza kukuta 500,000 laki ngapi. Lakini kamera ni 2 million, yani milioni 1 na milioni 2, milioni 2 na nusu, milioni 3, milioni 5 hadi milioni 10 na. Kwa hiyo bado pamoja na kwamba hapa kuna simu, kuna kamera, bado bei ni ndogo. Pale kuna kamera peke yake tu, lakini kamera ndio maana utakuta kifaa kimoja cha kamera ni so expensive. Kwa hiyo ukiona mtu anatumia simu kushuti video, jua kwamba haithamini kazi yake. Kwanza hajijali, halafu pili anashusha brand ya kazi yake, halafu tatu hana lengo zuri na kazi yake. Kwa sababu kama unakuwa na lengo zuri na kazi yako, lazima utaipambania by any means. Hata kama una hela, usitumie simu. Yaani hata kama una hela, ni mara 100 ukaenda kwa director ukaenda kulia, bana blaza, samahani, naomba tu nisaidie nipate tu video. Jiulize, kuna wasanii wakubwa sana wanafanya kuna kitu kinaitwa visual videos. Hawafanyi official, lakini bado wanatumia nini? Kamera. Hawatumii nini? Simu. Zile hazina gharama zile video. Ni one location. Amesimama sehemu moja. One location, lakini kwa nini anatumia nanilia? Hana uwezo, hawamiliki simu kali. Sana miliki, kwa nini anatumia kamera kushoot? Kuna simu zimetoka za ajabu, zina kamera. Ukiona kamera mpaka nasema hii kamera vipi? Lakini bado haifikii kamera. Yaani kamera ya simu ni ndogo kuliko kamera ya kamera. Si unanielewa? Yaani kamera ina picha kubwa. Kwa hiyo ukiona msanii anatumia simu kufanya video, hajaheshimu kazi yake. Asante. Mtazamaji wa Siri TV, Star kwa kitani kwako, kitu ambacho tunakipata hapa point ni kwamba hakuna simu ambayo inaweza kushuti video ya msanii. Hakuna. Hiyo tumeambiwa hakuna duniani. Hakuna. Bado simu itabaki kuwa simu na kamera itabaki kuwa kamera. Kwa hiyo wewe kama ni msanii unapotumia simu kushuti video yako, ufahamu kwamba hiyo video itabaki kuwa ya kwenye simu tu. Usitegemee itachezwa kwenye kituo chochote cha television, labda ukikuta imechezwa wapi sijui wapi. Hakuna. Kwamba hiyo itabaki kwenye simu. Kwa hiyo kama una lengo la kutengeneza kazi ambaye iende kukutangaza mbali kwenye vituo vikubwa tofauti vya television na nini, hakikisha basi unatumia kamera. Haijalishi ni kwa Sniga ni kwa nani, lakini hakikisha unatumia kamera. Kwa hiyo hapa sio kama tunampa promo Sniga. Yaani lengo ni kwamba tunakupa kama wewe msanii kwamba si unataka ufanye kazi nzuri na sanaa yako ijulikane, kipaji chako kikue kabisa, basi hakikisha unatumia kamera. Na siku hizi of course kuna kamera mpaka za kukodi. Kwa hiyo kama director wako yule unamwamini zaidi na kuna namna yote, basi kodisha kamera. Unaona kwa mfano siku hizi kama kuna issue ya picha. Sema issue ya picha. Kwa nini mtu anaenda photoshoot na ana simu kali? Yaani kwa nini mtu anaenda photoshoot kupiga picha, anaenda studio kupiga picha na ana iPhone 15 labda? Umeona? Yaani ana iPhone kali. Yeye anaiamini kama anaweza kupiga picha. Kwa nini atumii simu yake kupiga picha, anaenda studio kupiga picha? Ni kwa sababu ubora unatofautiana. Ubora unatofautiana. Kwa kamera ni kamera ndugu zangu, na simu ni simu. Video ya simu ni kuangalizia kwenye simu, lakini video ya kamera unaangalizia popote na kokote inaenda. Tena bila kupunguza quality yoyote. Na siku hizi TikTok wanataka sana video za nanilia za kamera. Yaani wanataka sana video ambayo ina full HD. Ukiona umefanya video ya simu, sio kwamba haipostiki, inapostika, inaenda, unafanya kila kitu. Lakini wewe mwenyewe ukitaka kitu kizuri zaidi,
tumia kamera. Hata wa content creators wengi wanatumia kamera siku hizi. Wameondoka kwenye wengi wanatumia kamera. Wanataka content zao ziwe quality. Kwa sababu video ya simu ukituma imepoteza. Lakini video ya kamera ina uwezo kudumu kwa muda mrefu bila kupoteza ubora. Bila kupoteza ubora. Okay, sasa tunarudi kwamba kwa hawa wasanii ambao wanajitahidi sana kutengeneza video kwa kutumia simu, lakini tumlaumu nani sasa hapa? Tumlaumu ule director anayemwambia simu inatosha, au tumlaumu msanii ambaye ameaminisha na akaamini? Hapa tumlaumu nani? Wote walaumiwe. Yani kila mtu atakiwa walaumiwe. Wewe kama sio director ambaye unahusika na masuala ya video, usimdanganye msanii kutumia simu yako kushuti video. Na wewe kama msanii unaheshimu kazi yako, usikubali kazi yako katumiwa simu kushuti video yako. Tumia kamera kuboresha ubora wa kazi yako. Kama wewe unakubali kutumia simu, na maana kwamba yani uheshimu kazi yako. Nataka tuangazie katika upande wa sanaa, hususan ya muziki katika mkoa wa Njombe. Wewe umekuwa mmoja wa wapambanaji sana kwenye upande wa sanaa. Sasa hivi Njombe kidogo naweza ngasema imepiga hatua, lakini hatua iliyopiga nataka nipate maoni kutoka kwako. Tumekuwa sasa hivi na kawaida ya wasanii wakubwa wa muziki wa Bongo Flava wanatoka Dar es Salaam wanakuja huku wanafanya show bure tena. Unadhani inaleta chachu ya sanaa kwenye mkoa wetu au inadidimiza baadhi ya wasanii wa huku? Yani wao kuja kufanya show bure. Pametokea wadau wanachukua wasanii kule wanawaleta huku, lakini wanafanya show bure bila kiingilio. Ina impact gani kwenye upande wa sanaa ya muziki? Japo sio mwandaji wa show, ila sidhani kama kuna msanii anza kufanya show bure. Lazima kuna chochote. Ila tu kiingilio. Tunasema kwamba yani mashabiki hawalipi. Okay. Kwamba kiingilio kinakopo bure. Lakini msanii sio kwamba amefanya show bure. Inawezekana kuna chochote amekipata. Ndio maana amesafiri kuja. Kwanza kitendo cha wasanii wakubwa kuja na wakawaruhusu watu wanaohusika kuingia bila kiingilio bure, yani kwenda kuperform show. Sio jambo baya, lakini pia ni jambo baya kwa wasanii wetu sisi. Hapa sasa. Kwa nini unasema? Sasa jambo baya kwa aliyemuita. Jambo zuri kwake kwa sababu yeye anategemea kupata kipato kupitia yule msanii, lakini kupitia biashara yake. Lakini inakuwa jambo baya kwa msanii wa hapa mkoani kwetu ambaye anajitafuta ili atoke na anategemea sanaa ije kumlipa. Mbaya kivipi? Nasema hivyo kwa sababu akija kuandaa event yake halafu akaka kiingilio shilingi 5,000, 10,000 au 20,000 na kuendelea, sidhani kama watu watajitokeza, kwa sababu atakuwa na compare kwamba fulani amekuja tumeingia bure. Umeona? Kwa nini huyu yani hafahamiki popote, anafahamika Njombe? Yes. Tutoe 20,000 kwa ajili kumuona na tunamuona kila siku mtaani. Nikitaka kumuona sinaenda sehemu fulani. Sasa ile pale ni mbaya kibiashara. Na kwa msanii ambaye hapa nyumbani inakuwa ni mbaya sana. Inamtoa kwenye reli sana. Sio nzuri. Sio nzuri. Yani ile sio nzuri kwamba tunategemea msanii wetu aweke kiingilio, kile kiingilio tutakachokumpa kimsupport hatua sanaa yake na maisha kwa ujumla. Tukiwajengea na nilia kwamba kila msanii akiperform basi kiingilio ni bure. Labda kama atakuwa na kitega uchumi kingine ambacho labda ni biashara, anaamua kufanya kitu fulani, au anaambia jamani ingieni ili mkija atengeneze mfumo wa kupiga hela. Labda kwa mfano kuna kitu anataka kukiuza, au ana launch album yake, au anazindua video yake, kwamba anategemea watu wakija bure mle ndani. Sasa ndo kuna ile changizo ya kumsupport. Hiyo inaruhusiwa. Lakini kama msanii wetu ameandaa show maybe ambayo hana mambo mengi kama hayo, hiyo ni mbaya sana. Na unaona inaleta picha gani kama hali hii itaendelea kudumu kwa muda mrefu? Kuna kipi kinakuja kutokea kwa hawa wasanii wetu wa ndani sasa hapa mkoani Njombe? Wasanii wetu wa ndani kwanza itawanyima uhuru wa kufanya matamasha. Itanyima sana uhuru wa kufanya mambo yao ili waweze kupata kipato. Lakini pia kwa wasanii wanaokuja toka huko, kiingilio kikawa bure, jua brandi zao pia zinafanya nini? Anadhalaulika. Ni msanii lazima adhalaulike kwa sababu ukiona mpaka bosi amesema kiingilio bure, ina maana kwamba wewe umelipwa hela ndogo sana. Umeona? Angelipwa hela kubwa ule msanii, huyu sidhani kama angeweka kiingilio bure. Lazima angeweka kiingilio ili hela yake irudi.
anawaambia jamani ingeni bure, kumbe huyo jamaa pengine kapata sika shilingi ngapi ambacho bosi akiuza vinywaji viwili vitatu tayari hela imesharudi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana IQ kubwa kufikiria, anaona kabisa huyo msanii hamna kitu. Nini maoni yako? Na ukipiga hesabu wasanii ambao wamekuja kufanya show bure kwa kiingilio cha bure hapa, majina yao tayari yameshapotea. Ni wale wasanii ambao wanajitafuta bado. Yaani ni msanii alishafahamika, sasa hizi anaanza kujitafuta tena. Yaani ukimfananisha huyo msanii labda na msanii wetu huku kwa kuimba hivi, yeye kitachombeba ni jina tu, kwa sababu alishatoka. Lakini sasa anavozidi kufanya show za hivyo, basi tunazidi kumchukulia pondo, tunazidi kumshusha chini zaidi. Maoni yako sasa, nini kifanyike hususan kwanza kwa hawa wadau wanaowaleta wale wasanii ambao tunasema tayari ni wana majina? Okay. Maoni yangu ni kwamba kama wao wanataka kuweka kiingilio bure, wanataka kuweka kiingilio bure, sina maana yake, basi wasiweke bure. Wasiweke bure kwa sababu kimchukua msanii wa hapa mkoani kwetu, ukamweka kwenye pub yako maybe au club yako yoyote, sawa, yule msanii hata kuja peke yake. Atakuja na timu. Ile timu itakayokuja, umeona, itakuja kukupa kiingilio, lakini pia itakuja kusupport kwenye vinywaji. Ukimchukua msanii toka Dar ukamleta, hata kuja timu, atakuja peke yake, ila atategemea timu kutoka huko. Hasa je, tusipokuja, ina maana kwamba unafanya nini? Unaweza kukosa nini? Kupata maokoto tunasema. Kwa maoni yangu, wadau au mapromota ambao wanafanya matamasha kama wajitahidi walau kuwafikiria, kwa support na wasanii wa nyumbani. Wasidili tu na wasanii wa nje. Wakidili na wasanii wa nje inakuwa sio poa. Wakichukua wasanii wetu wakawasupport kwa kuweka kwenye kufanya show kwenye pub zao, wakawalipa wala hata kidogo, msanii akafanya show, itamotivate yeye kuendelea kufanya kazi zaidi na zaidi. Pamekuwa na kama vile mimi naona kutokuwa na sijui nisemeje na uaminifu kwa kazi za wasanii wa nyumbani. Tunaamini kwamba sehemu ya kujenga imani katika upande wa muziki ni pamoja na kutengeneza video bora, kwamba msanii anapoonekana kwenye tunasema vituo vikubwa vya television, kwamba kazi zake zinachezwa kule, panajenga uaminifu hata kwa hao wadau, kuwapa nafasi za kufanya show kwenye maeneo yao ya kibiashara kwa lengo la kupatia kipato. Kwa nini hawa wadau hawafanyi hivyo kwa wazao nyumbani? Ina maana tafsiri yake hawafuatilii kwenye vituo vikubwa kuona kazi za hawa wasanii kule, ili wawajengee imani sasa, kuliko kumtoa msanii Dar es Salaam peke yake, kwamba tuwe na uwiano, kwamba wiki ametoka Dar es Salaam, wiki tunamchukua wa hapa, ili kile kidogo anachopewa yule wa kutoka Dar es Salaam basi na pia apewe kidogo na huyu wa hapa, ili kutengeneza uwiano, kwamba na sisi naye nue sanaa yetu hapa na vijana wetu kwa ujumla, kuwapa motisha sasa kwamba wanafanya kazi na tunaziona. Kwa nini hilo alifanyiki, kwamba nyie hamtengenezi video ambazo zinaenda kuchezwa kwenye vituo vikubwa? Hapo ishi kubwa ni waandaji wa show, amini au mapromota wanakosa washauri sahihi. Kivipi? Unajua kuna wasanii hapa mkoani kwetu wanaimba kuliko hata wakubwa hapo. Tunawashuhudia kama kina Bright For Real, kina Ibra Melody, akina Dick Sound, akina Kevo, akina Kavo, umeona wako wengi. Yaani wakishika maiki akiperform, unaona kabisa performance yake ni nzuri. Ushaona? Wapo, umeona? Kwa hiyo wanakosa ushauri. Kivipi? Kwamba wanakosa washauri wazuri. Endapo wangepata washauri wazuri, basi wasingeanza kuhangaika kuwapigia simu wasanii kutoka huko. Wangedili na hao wa nyumbani. Tayari sio maana kwenye makaraoke huko wanavyoimba, unaweka ubunifu wako, unaweka karaoke yako pale, wasanii hapa wanaimba, lakini wateja wanafanya nini? Wanaenda kukuongesha, unaenda kupata pesa. Utaleta msanii toka Dar es Salaam, utamgaramia hoteli, utamgaramia chakula, usafiri hapa na pale, bado vitu vidogo vidogo. Sio unajua kishafikaga huko unajionaga tayari wanajimomba fai fulani hivi. Yani kuna mazingira hawataki kwenda sawa, lazima jitofautishe kidogo kuja kutunza brandi zao, ili mradi tu kutie tu hasara. Baadhi kuna wengine anambia mwanangu niandae hadi mwanamke kulala naye. Ushaona hicho kitu wanataka hadi mwanamke kulala naye. Baridi, umeona?
Kwa hiyo anasumbua. Anataka kunywa. Na kunywa kwenyewe utakuta anataka maybe anaweza situmia hata kwenye pub yako ambayo umemleta. Anataka uende kwenye hoteli tofauti na sema ambayo atafanyia show. Pale kufanya show iliyomleta nini? Anataka umtoe sasa out tena. Yes, tofauti na sehemu yake ya show. Umeona tayari anakutia hasara. Kwa nini uhangaike na hizo hasara ndogo ndogo bwana? Support watu wa nyumbani. Okay. Nyumbani kwanza. Ukimsupport mtu wa nyumbani atakujengea sifa hata anakotembea, anakoenda kokote bwana. Ukienda Njombe bwana kuna pub moja inaitwa Mwichimpya. Sorry. Inaitwa utakata hiyo bwana. Huwa sipendi sana kutangaza matangazo ya biashara ya mtu kwenye interview zangu. Samahani, hiyo Mwichimpya utaikata bwana. Nimetolea mfano Mwichimpya kwa sababu ndio pub ambayo inaleta sana wasanii kwa kiingilio cha bure. Anyway, tutaicancel it. Iko hivi. Tunatamani sana tupate masupporter wazuri, mapromota wazuri, waandaji wa show wazuri ambao wanajali vya nyumbani. Ukiheshimu kujali vya nyumbani, basi vile vya nyumbani vitakutangazia biashara hata wewe. Kwa mfano mtu wa Dar hajui kama una pub yako huku, hajui kama unafanya biashara fulani huku, lakini mtu wa nyumbani anajua ile biashara ambayo unaifanya. Inakuwa ni rahisi zaidi yako kusupport, lakini hata pia kuwatafuta wateja waje kukuungisha ni kwa sababu tu umemsupport. Okay. Sasa tunataka kupata wito wako kwa wasanii wa hapa. Wafanyaje kupiga hatua kwenye game lao la muziki? Watengeneze video kali au wafanye sana show kwenye pub hizi au wapi? Au yani kipi wewe unawashauri wafanye ili unahisi kinaweza kusaidia kunyanyua tasnia ya muziki? Asante sana mzee wa tatu. Katika vitu ambavyo nilikuwa nasubiri ni kupata fursa ya kuongea na wasanii wangu. Wasanii wangu, wasanii wa mkoa wa Njombe. Nimegeukea kamera, lengo niongee na wewe msanii ambao uko mkoani kwetu hapa Njombe. Tunajali, tunaheshimu sana kipaji chako. Kwa hiyo tunachokuomba wewe kama msanii, please, tunaomba ufanye kazi nzuri. Ukifanya kazi nzuri, ukafanya audio kali, video kali, lazima tutakusupport. Lakini ukifanya vitu loko, na sisi kama mashabiki tutakuchukulia loko hivyo. Lakini ukitaka tukusapoti, fanya kazi nzuri, sisi tutakusapoti kwa kila namna. The way lazima nipo. Lakini wako wadau wengine ambao wanasupport ni sanaa. Umeona, ukifanya sanaa yako vizuri kwa ubora ikaenda, hakuna mtu ambaye anakataa kitu kizuri ndugu yangu. Yaani hakuna mtu anayekataa kitu kizuri. Kwa hiyo msanii wa Njombe, please tunakuomba ufanye kazi nzuri ili tuweze kukusupport kwa moyo wote. Wako ambao wamefanya kazi nzuri, support wameiona, lakini pia wako ambao wanatamani kufanya kazi nzuri, fanya kazi nzuri. Lakini kwa wewe ambao unaharibu, ndugu yangu, utabaki kuwa huko, huna kokote kwa kwenda, utabaki unasikika Mgendela, Matalawe, Shaugingi, wapi kule Melinze, hapo basi na Geto kwa Masela. Lakini ukifanya kazi nzuri, tutakupa support nzuri hivyo. Asante. Wewe kama director, tuchukulie mwaka 2024 na 2025 ambayo tuko nao sasa hivi. Nataka unitajie video 3 za wasanii ambazo of course wewe mwenyewe umezikubali bila kujali ulifanya wewe au hujafanya. Video 3 ambazo mimi nazikubali. Of course kwa video ambazo nimezifanya mimi kama director, zote kali. Hakuna mbaya hata moja. Kwa sababu ya ni vile ambavyo nachambua kwanza kazi, naheshimu kazi yangu, nini nafanya, basi kwa hiyo kwa video ambazo nimezifanya mimi, zote kali. Kwa mimi nataka 3. Zote kali. Yaani hivi video zangu zote nishasema nimemaliza. Yaani video nilizofanya mimi. Na of course tunaona kwenye ma TV mbalimbali. Dr. Sniga ipo. Na haipiti siku Kanga TV usione video ambayo nimeishoot Dr. Sniga. Hiyo hatuwezi kuificha, iko perfect, iko real. Kila TV safari ukiangalia lazima utakuta video 1 au 2 au 3 directed by Sniga kutoka The Wellers Production. Kwa upande wa Njombe kuna wasanii wengi. Na of course asilimia kubwa unawafahamu. Wengine umeshafanya nao kazi, wengine bado hujafanya nao. Budget tunasema kwamba so kila maukoto hawana maukoto. Mimi nataka unitajie top 5 ya wasanii wa Njombe ambao wanafanya vizuri sana. Wako wengi ambao una uhakika wakikaza buti na kuendelea kufanya kazi hizo bora zaidi. Tunatoboa, tunapata wakilishi wa Tanzania, so tu wasanii mimi naweza nikataja kwa mimi hapa. Wako wewe. Msanii wangu wa kwanza hajatoka bado. Na sidhani kama tunamchukulia unaanzia namba 4 unaanzia namba 1.
Okay. Nianzie kokote kule mnaweza nikaanzia, lakini tuanze na namba 4. Namba 4 yuko msanii mwanadada. Hajatoka bado. Si nimeona tu clip lakini ana kitu kikubwa sana. Ni mke wa Bialoni. Si jina lake of course ni mke wa Bialoni like number classic. Yule dada anaimba sana. Na yule akija kupewa nafasi nadhani atakuja ku take over game. Yes, atafanya vizuri sana kwenye game kwa sababu ya anajiheshimu. Pili anaelewa kipaji chake. Anajua kutengeneza content. Anajua kufanya vitu fani vizuri. Maybe pengine mume wake anamsupport kwa asilimia kubwa sana. Lakini hana project ya video yoyote. Hana video na audio nimeshakusikia. Yes, audio, ni nzuri sana. Nzuri sana. By then msanii wa namba 3 nimeanza namba 4. Namba 4. Kwa namba 3 tuje sasa. Okay. Namba 4. Namba 3. Namba namba 4. Tumeanza namba 5. Maana yake ulisema 4. Ulisema 4 5. Tumeanzia 5. 5 ndio huyo mwanadada. Sio maana yake. Namba 4. Namba 4 namweka Diva. Naitwa Difa Boy. Okay. Aliperform siku ya Kavo pale. Alimba wimbo moja kidogo wote ulikuwa na vibe. Nilimuona. Yes. Anajitahidi sana. Okay. Ana vitu vizuri sana. Halafu namba 3 namba 3. Sema Njombe kwa wasanii wako wengi sana. Lakini wacha tudili nao. Wacha tudili nao. Hivi yule nani anaitwa nani? Nilifanya naye video juzi hapa. Yes. Vanti Boy. Bonge moja la msanii. Yes. Bonge moja la artist. Yuko hapa Njombe. Bonge moja. Hii namba ngapi? Namba 3 huyo. Namba 4. Namba 2 Kavo. Namba 2. Kavo. Na namba 1 aje kupingikaga ni Ibra Melody. Yes. Yani Ibra ni msanii ambaye yupo anatendea kuepo. Labda kama tumtoe kwenye list ya wasanii wa Njombe kwa sababu safari hayupo sana Njombe. Ndio tuwaingize hao wengine hao. Asante. Mimi nashukuru sana. Mtazamaji wa Siletu TV, hiyo ni top 5 ya kwake Director Sniga. Amekuchambulia wasanii anaowakubali yeye. Wapo wengi sana. Kama hujatajwa haimaanishi kwamba unafanya vibaya, hapana. Lakini wapo kwenye top 10. Wapo kwenye top 10 sasa. Tukisema top 10 nitawataja nao wengine. Neno lako la mwisho kwa upande wa sanaa pamoja na filamu, yani kwa ujumla, hususan kwenye upande wa video production. Jamani, neno langu la mwisho kwenye upande wa video production, msanii kabla hujaenda kushoot, angalia ubora wa kazi yako na ubora wa director. Bajeti zako nzuri, andaa bajeti nzuri, lakini pia andaa connection nzuri kwa ajili ya kufanya promo kazi yako. Kwa hiyo kizingatia hivyo vitu, walai utasogea. Alafu wasanii wa Njombe, naomba msiangalie Njombe peke yake. Yani usishindane na msanii yuko Njombe. Yani wewe uko Njombe ukashindana na msanii ambaye yuko Njombe, walai utapotea. Mtafute mtu wa mbele, shindana naye wa juu. Pambana na msanii wa juu, sio wa Njombe. Ukishindana na msanii wa Njombe kichomi, utaenda popote. Asante. Mtazamaji wa Siletu TV, huo ndio ujumbe wake Director Sniga, kwamba hakikisha unafanya competition na mtu ambaye tayari yuko mbele. Kwa sababu sisi tunachukua kama wewe uko Njombe na mwenzako uko Njombe, hata kama mtakuwa mnazidiana ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo bado utakuwa hujapiga hatua. Huo ndo ujumbe wake. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi kupitia Star Wako Kitani Kwako Siletu TV. Tuko na Director Sniga, tunatia nanga hivyo katika upande wa stories zetu za leo za kiburudani zaidi, na imani utakuwa umeenjoy, umepata kitu. Lakini tulikuwa tunaangazia uandaaji na utengenezaji wa video production kwa ujumla, bila kujali wewe ni msanii wa filamu, msanii wa muziki, lakini mengi, na pia tupige stories nyingi za kiburudani zaidi. Tumepeana mawazo hapa na pale, naamini kwamba umeenjoy. Lakini nikwambie tu kwamba kama ni mgeni umeingia ndani ya Njombe, unataka kulala kama vile uko da joto la hapa na pale, Director Sniga, umeshafikaga EFN Lodge? Nimeshafika. Of course. Pale bana wamefunga hita fulani ambazo ziko ni kwa ajili ya blanketi na yes. Nimesha kuingia ndani, nimesha kulala. Asante sana. Nilikuwa nilienda kumpeleka mgeni wangu, sasa mgeni wangu tena akasema haiwezekani ukalala mbali kama mwenyeji afu kwa hiyo kama kumpa kama company pale. Naposema mgeni wangu sio kwamba ni mwanamke, hapana. Tuliweke sawa hilo. Shukrani pia kwa wewe kama ni mfugaji na huko maeneo ya Njombe bado unafuga kinyemela, ni muda wako wa kuungana na familia kutoka Shizia Veterinary Center. Hawa ni wataalamu bana, wanatoa huduma za mifugo
bila kujali tiba zake, lakini pia wanauza vifaranga vya kuku, wanyama pia wa mayai. Ni wewe tu kuhakikisha kwamba tena umenikumbusha pale Shizia ni wauzaji wa dawa, lakini pia wanakushauri, hawakuuzi tu dawa kwa ajili ya kupata pesa, wanakuuliza lakini pia niliona wanatembelea mpaka ziara kwa baadhi ya wateja kwa ajili kuangalia maendeleo ya mifugo yao ipoje kabisa. Na nilipenda pia ratiba zao za ugaja vifaranga. Ukiweka booking hawakuzingui, mzigo unakufikia. Wanakujali sana. Nilipenda mimi nilifanya tangazo pale. Nilifanya tangazo kwa nikawa namfuatilia kiundani sana Shizia. Nikaja nikagundua kwamba huyu jamaa anaheshimu sana kazi yake. Wewe hakunaga ile kwamba mteja unataka kitu kadogo akudharau amjali mwingine. Hano, Shizia anaweka watu wote sawa, anamheshimu kila mteja wake. Yaani nilijisikia raha sana. Mpaka nilitamani kufanya biashara kama yake. Bwana, ni muda kuungana na Shizia Veterinary Center pale ili kupata huduma bora zaidi zinazoendana na nyakati husika. Tuko nyakati za kidijitali, lazima tuboreshe huduma zetu za mifugo ziwe nzuri zaidi. Lakini pia kama vipi unaweza pia ukawaona EMS Technomaster Pass. Wanafanya wao kazi zao za kuprint t-shirt, vikombe, nini, kila kitu. Unapata pia huduma zao pia t-shirt, unaweza kuvaa t-shirt kazi imefanywa printing vizuri nini. Wao ni pale wanapatikana Makambako. Tunakuwa tuna enjoy fresh. Lakini endelea tu kuwa nasi kupitia Asili Yetu TV, endelea kulike, kusubscribe, kushare ili tuweze kuwa na familia bora zaidi. Ulikuwa nami naitwa Mzee wa Tatu, Asili Yetu TV, paka mara nyingine tena. Asante.